majina anaitwa Ngasi Ndegwa. Kuna ndugu yangu alipata ajali jana Bamburi, anaitwa Jira Ndegwa. Stage yake ni Mwembe Tayari, lakini sahii kwenye alipata ajali au polisi watu waelewi mpaka sahii. Sasa mimi naomba tu haki chenye itafanyika, watu watuangalie pia sisi kama familia. Majani tu Mohamed Juma. Majani tu Mohamed Juma, huyo ndo rafiki yangu aitwa Jay. Mwingine anaitwa Alikiba. Alipata ajali Bamburi pale Bamburi polisi. Iliuma sana polisi wa Bamburi wanatuonea. Wanatushika kila siku, watu ukimwambia kuelewi. Wanatushika wanapeleka huko na huku, hata tulipo pesa yetu elewe. Kwa sasa tuelewe kabisa polisi wa Bamburi. Hata ufuatilie kitu kilikuwa pale Bamburi jana. Fuatilie pia. Asante. Majina ni Ali Marhaba, mimi ni chairman Mwembe Tayari stage za mabasi. Jana majira ya 4:30 nilipigiwa simu na mmoja wa memba wangu, akaniambia kuna dereva wangu mmoja amepata ajali karibu na Bamburi polisi. Lakini akaniambia ameumia sana na amebebwa na gari ya polisi. Sasa nikapigia simu madereva wangu wa karibu na nikaweka kwa mitandao yote ya WhatsApp media ili madereva wengine wapate huu ujumbe. Ni kijana mmoja shupavu na mcheshi ambaye ametupotea. Tunasikitika sana na hiki kifo chake, na tatizo lenyewe kubwa, hawa askari wetu wa Nyali, wa Bamburi, wa Changamwe hawawapi nafasi madereva wa tuktuk kabisa. Wakiona dereva ametoka town kwa upande ule, wanadhani amebeba milioni, wanamsumbua na kumharas. Hawataki kusikiza kama yuko na driving license ama tuktuk iko sawa, au haja yao ni kutia ndani tuktuk na dereva kwa pamoja. Ile jambo limeniuma sana mimi, limeniuma sana kama kiongozi. Hebu ona kijana hajafika hata miaka 30, ndio kwanza ameoa mke, hata wiki mbili hazijaisha ameaga dunia, na ni polisi aliyosababisha jambo kama hili. Linaniuma sana mimi kama kiongozi. Naomba hili jambo tufuatilie kwa kina, tujue tutasuluhisha ama tutastopisha namna gani hili jambo lisimame na stopishwe, maana wanatumaliza hao askari sisi. Kwa majina naitwa Said Beja Chubi, ni dereva wa tuktuk. Mwenye alipata ajali ni rafiki wangu wa karibu sana. Jana nilipopata hiyo taarifa nilijaribu kufuatilizia ili nijue chanzo ni nini cha ajali. Cha ajabu, nilipofika Bamburi police station kuongea na askari, wananiambia mtu alikuwa ameshikwa na askari wapelekwa station, akatoka nje ya tuktuk akakimbia mbio, ndo akapatana na hiyo roli ikamgonga. Kulingana na vile niliangalia accident venye imefanyika, hiyo gari venye imegonga hiyo tuktuk, huyo mtu hajaruka kwa tuktuk akatoka kukimbia. Mtu alikufia ndani ya tuktuk. Ajali alipata kiwa ndani ya tuktuk, na mpaka alama za damu ziko pale ndani ya tuktuk. Kwa hiyo kile chenye naomba kama serikali, mtusaidie sisi watu wa tuktuk. Ni kitu yenye inatuumiza sana. Ukiangalia huyu mtu ni kama alikuwa anaongea na askari lakini akashindwa kumuelewa. Waambie tu kidogo, yani muangalie haki kwenye iko. Pia sisi nasi ni wanadamu. Pia sisi nasi tuna shida zetu. Angalau muwe mnatusikiza kabla mtupeleke ndani. Lakini utapata askari wa Bamburi, askari wa Nyali, askari wa Changamwe, yeye akikushika hakusikizi. Sijui anakuchukulia wewe ni mnyama, si mwanadamu ama ni nini. Hii kitu inatuumiza sana. Ningeomba serikali iingilie kati. Angalau watusaidie kama watu wa tuktuk. Tumepoteza kijana mdogo sana, na ajali yenye ilifanyika si haikustahili kuna hiyo. Kwa majina anaitwa Edward Kaendi almaarufu Kisuki Chuda. Nimepoteza rafiki yangu wa karibu sana ambaye nilikuwa naye masaa kidogo ambayo nilikuwa naye, na nikasikia amepata ajali. Nilitoka hapa mpaka Bamburi police station. Maelezo tulioelezwa na base commander wa Bamburi kituo cha polisi, mimi hayakuniridhisha kwa sababu walifanya haraka zao kuandikisha statement wakati kabla hatujajua kiini zaidi ni nini kilichomuua huyu kijana wetu. Lakini baada ya mimi hapo kwenda kufanya ukaguzi wa zile gari tuktuk pamoja na ile kanta, nilipata ile kanta iligonga tuktuk. Dereva ambaye ni ndugu yetu Chuda alikufia ndani ya tuktuk, manake hata nilipata matone ya damu
ndani ya tuktuk. Alafu base commander ananiambia eti kijana alikuwa anakimbia polisi akaruka ndo akapata ajali, wakati kanta iko ndani ya police station Bamburi ikiwa na alama na vioo vya tuktuku katika ubavu wake. Mimi hiyo kitu imenisikitisha mbaya sana. Taarifa ya base commander ilinihuzunisha mbaya sana. Mpaka sasa hivi naongea na uchungu, sijakula chochote kwa sababu ya yale wanaotufanyia maudhi na yale ambao wanatufanyia hayastahili. Hawatusikizi sisi kama madereva wa tuktuk, hawatusikizi sisi, ni kutuaras, na ndio maana ajali hii ikatokea. Ninasikia uchungu sana. Ninaomba serikali ikae ngangari na jambo hili. Hapo ndo tunapopata riski. Sisi waizi, sisi ni wafanyakazi, tunatafuta jasho letu. Tafuteni wafuta bangi, tafuteni nini kwa harasi, lakini sio kutuharasi sisi tunaoenda sawa na maisha. Kama mwananchi Mkenya, mimi mtafutaji, natafutia familia yangu. Hilo jambo limenigusa sana. Tuktuk Power. Kwa majina naitwa Crispin Okondo. Mimi ni mwanzilishi wa tuktuk, kwa sasa president wa tuktuk Mombasa County. Kwanza kabisa narudisha pole kwa familia iliyopata hii msiba. Ya pili ni vyema kwa maaskari wetu wakati wanafanya kazi barabarani wajue pia tuktuk ni kazi kama kazi zingine. Wakati wowote ukipatana na dereva wa tuktuk, muitishe vibali, muelewane kisheria, sio umpeleke na kumweka na wasiwasi, anakuwa na wasiwasi kazini. Kufanya kazi na wasiwasi imepitwa na wakati. Saa hii ninaomba mpaka saa hii ishafanyika na hatutaiacha rahisi. Sisi kama vyama za tuktuk within Mombasa County tunataka tufuatilie mpaka kwa hiyo station na tujue ilikuwaje, imeanzaje na itaisha vipi. Ya mwisho kabisa, ninaomba wale wanaohusika, lazima hii familia iliyohusika na hii msiba wapate haki kisheria, na mwanatuktuk yoyote ambaye yuko barabarani lazima naye pia aanze kupata haki, la sivyo itabidi sisi kama vyama tuanze kufanya kazi kulingana na sheria. Maana sasa tuktuk inatoa ushuru, inafanya kila kitu ambacho serikali inataka. Kwa nini wafanye kazi kama watu ambao wanafanya biashara ambayo ni haramu? Hatutakubali kama viongozi, na hii ndio iwe mwanzo na iwe mwisho. Mimi kama viongozi wa tuktuk within Mombasa County sitakubali na hili jambo. Naomba kabisa iwe ni ya mwisho na iwe ya mwisho kabisa. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Nabil Hamis. Mimi ni mkazi wa Majengo Mwembe Tayari. Hichi kitendo kimenihuzunisha sana kwa sababu si ati ni stori za kuambiwa. Mimi mwenyewe napanda sana tuktuk na naona vile maskari wanavohara sawa vijana wadogo. Hawa vijana watafuta riziki zao za halali, na hawa maskari sio waje wafanye kama Mombasa ni kitega uchumi chao. Wao wafanye kazi yao ya traffic vile inavyotakikana, lakini ukiangalia watu wengi washikwa kwa sababu tu ni kuwanyanyasa na kuonesha unyonge, kwa sababu hawana pesa za hivyo. Wao kifukwa wanawatishia watapeleka kotini ili wapate kutoa kitu kidogo, na kitu kidogo wenyewe hawachukui chini ya shilingi 500. Una 500, una 1000 wa kupeleka ndani. Na hii sasa vitu kama hivi serikali yafaa iweze kuangalia sana, sio viongozi tu kuangalia mambo mengine. Mwafaa sana utembee huku chini, ukae na hawa madereva wa tuktuk, ujue zile changamoto ambazo wapitia. Kama ukiangalia ni kijana mdogo sana amepoteza maisha yake, na sio ati amepoteza maisha yake hivi, ni maaskari ndo walochangia huyu kijana kupoteza maisha yake. Hata ukiangalia vile alipoingia, kijana amekanyagwa vibaya na lori, ameumia vibaya, hata huwezi kumwangalia. Haya ni mambo ya kusikitisha ambayo yanatokea ndani ya mji wetu. Sisi kama viongozi tusipozungumza, yeye nani atakaweza kuwatetea hawa wanyonge ambao wanapeleka tuktuk? Kwa hiyo mimi ninachoomba sasa hivi ni wakati wa watu wa tuktuk. Hili jambo limetokea, najua jambo la kuhuzunisha, na sio limetokea leo tulinyamazie. Ikiwezekana mjipange vizuri, watu wa tuktuk wote waweze kupasana pamoja kwenye ukumbi mmoja, waweze kuongea ili changamoto ambalo la kabili vijana wa tuktuk, ambao tuweza kuona vile tutakavyoweza kusongeza hii biashara iweze kuendelea, kwa sababu tuktuk zinalipa ushuru.
na tuktuk zinafanya kila kitu, na hizi tuktuk leo ndo zinasaidia jamii zetu ndani ya mitaa. Kwa hiyo mi naomba wakazi wenye wadereva wa tuktuk tuweze kukaa pamoja, wote tuweze kuita mahali pamoja, tuweze kuita na viongozi, tuone vile tutakavyoweza kuwasaidia hawa vijana na haki iweze kutendeka. Asante.